mwenyewe umekuwa shahidi katika swala zima la kutafuta ndugu yako Aisha. Mwenyewe umeona jinsi tulihangaika, tumeenda huko kwa polisi, sio kwa wenyekiti, serikali za mitaa, lakini juhudi unaona mwenyewe unaanza kugonga mlango. Ila mimi nilikuwa nina wazo au ushauri. Lakini kabla sija kushauri au kukwambia, nilitaka nikusikilize wewe. Si ungekuwa una wazo gani katika swala hili? Kwanza kaka, nashukuru. Nashukuru kwa kunipambania toka mwanzo mpaka hapa tulipofika. Ni watu wachache sana wenye wema kama wako. Unajua Lucy, usijali. Maana najua matatizo unajua sio mtu mmoja. Leo ni kwangu, kesho kwa mtu mwingine. Alafu kukusaidia wewe. Siwezi jua sasa pengine na ndugu yangu kuna mtu anamsaidia au ana shida. Kwa mimi nadhani haina haja ya kusema tu kumshukuru, sio kuniambia asante. Ila kaka, kuhusu ile jambo la mdogo wangu Aisha, ngoja kwanza nirudi kule nikaangalie kwa mara ya pili. Japo nimeenda sana sijapata mafanikio yoyote na wala sijamkuta mtu. Huenda sasa hivi nikienda kuangalia nitapata ufumbuzi. Halafu tutaangalia kinachofuata. Au wewe ulikuwa na wazo gani kaka? Mimi ushauri wangu nataka tuamie upande wa pili. Najua serikali haamini uchawi, lakini uchawi upo. Kaka, kama mimi nilivyotangulia kusema, ngoja kwanza niende nikaangalie. Halafu tutajua kinachofuata ni nini. Basi sawa. Wewe utanijulisha nini kinachoendelea, kwa hiyo tunafanyaje? Sawa. Nikwambie tuondoke. Maana Aisha kashindwa. Nadhani kila kitu nakitambua. Hakuna sichokijua hata kimoja. Ndio dada. Kwa hiyo nimekuja hapa nikwambie. Tumepata nyumba huko. Yaani hapa nilikuwa nakusubiria wewe tu. Kama ingekuwa sio mpango wa nyumba, wallahi billahi lazim. Yaani mimi leo ningetafuta chaka langu lolote ningeenda huko ningeenda kukaa. Kwa hiyo mdogo wangu ulikuwa unataka kuondoka mimi uniache? Amna dada, hizo mambo yanatisha kila siku. Afu mbwanga nakutana navyo mimi kila siku yani. Kwa hiyo ulikuwa unataka kunikimbia? Amna dada. Isipokuwa hapana dada. Kwa hiyo tushapata nyumba. Sasa hapa mpango upoje kwa kweli? Maana wewe ndio kila kitu, wewe ndio dada. Hapa jioni tunaondoka. Wewe databu. Hapa tufanye mpango usafiri hapa ukinie tuondoke. Umesikia databu? Fanya mpango usafiri tuondoke bwana dada. Databu. We databu. Databu. Nini? Yaani mimi nazungumza kumbe mawazo yako wewe hayapo kote hapa jamani. Nimemuona kama baba mwenye nyumba. Nini? Nimemuona baba mwenye nyumba. Yaani umemuonea wapi wakati mlango tumefunga? Hapa sasa hivi sasa hivi nimeona kasimama pale. Ondoke. Wewe binti. Mimi Kama si wewe nani? Shikamoo. Sina haja shikamoo yako. Alafu
kuwa makini na kufuatilia mambo ya watu. Kitakuja kukukuta kitu au yatakukuta mambo ambayo hukuyatarajia katika maisha yako. Mbona sikuelewi baba, unaongelea kuhusu nini? Na hautonielewa mpaka yakufike. Ndio hivyo Bakali, kama nilivyokuambia. Sikiza nikwambie Kidawa. Unajua jambo unipa sio jambo rahisi kama unavyofikiria. Afu kizingatie na dada yako. Ufikiri dada yako ndio ananifikiriaje? I know Bakali, lakini vitu vile, yani vituko vinavyopitia mule, mimi vyote navishuhudia na vimbwanga. Yani juzi hapo nimetoka kutokewa na msukule. Ndio maana nimekuja kukuambia wewe, najua kila kitu, lazima nije kukuambia wewe. Sawa, umeniambia kila kitu. Kwa nini msinde kwa waganga, msinde kwa wataalamu? Kwa nini msinde kwa wataalamu? Hao waganga wenyewe tu wameshindwa, tumewaleta. Juzi mganga pale na Minga kaja ameshindwa. Oh, mmechukua kwa waganga, mmechukua matapeli. Siku hizi matapeli kibao, matangazo kama hivyo barabarani. Waganga afu wengine ni yaushu tu. Sio mmesema chukua waganga, mmechukua tu bazameni mmoja na mkamata afu mnasema waganga. Mnawaka mnatafuta kwa waganga. Yani wale yani tulioleta sisi tunajua waganga. Kwa hiyo hatuwezi kutambua kama yule ni mganga au sio mganga. Basi tusaidie kwa namna moja au nyingine. Sasa nafikiri nakusaidia vipi? Au wewe kama usizokaa unakwambia dada yako unanifikiriaje kwanza? Unifikiria mwenyewe. Mimi nafanyaje nifikiria? Kama tu waganga mimi nimeshindwa, mimi nafanya nini? Hebu niambie sasa nafanyaje? Kwa hilo tatizo ndo ambalo nilokuzungumzia ama nilokuambia, utusaidie kutatua. Si unajua? Kidawa, sikiliza. Mimi nishakusikia. Nipe muda. Kuwa makini na kufuatilia mambo ya watu. Kitakuja kukuta kitu au yatakukuta mambo ambayo hukuyatarajia katika maisha yako. Vipi? Kaka. Yaani naona sielewi, kuna jambo limetokea. Yaani linanichanganya mpaka sasa hivi. Sielewi chochote. Leo unaumwa au una kitu gani? Kaka, mimi naona tufuate ushauri wako ule ulioniambia. Ushauri wako? Kaka, utanielewa tu. Naomba tufuate ushauri wako ule ulioniambia. Sawa.